ni kweli mbona waliokwenda warudi? Labda pazuri, labda wamekosa nauli, labda wamekumbwa na kalaha mbalimbali. Mashamba waliuza mifugo wakenda mjini, tukabaki na mahandaki waliposepa na madini. Unanisikilizaje nje? Wewe mzee mara ngapi nakwambia kuhusu kuja kwangu? Hivi huelewi kwamba unazungumza na babako mkubwa? Bangu mimi kashafariki. Mimi ni babako pia niliobakia. Mimi na babako tumezaliwa siku moja, tumepishana sekunde tu. Sekunde 4 ndo tumepishana na babako mzazi. Mimi ni Kurwa, baba yako ni Doto. Hivi ni adabu ya aina gani ambayo unaileta katika ukoo wetu? Wewe na mzee ndo ndugu. Mimi na wewe sio ndugu kabisa. Mimi nipo peke yangu na mwenyewe unajua kabisa nipo peke yangu. Lakini mzee, mambo yako mimi siyapendi, ndio maana wewe sikutaki. Kwa nini unanifasafata mzee? Kwa nini? Aha, basi nipishe niingie ndani. Uingie wapi? Niingie ndani. Nipishe niingie ndani. Na vitu vyako. Sasa mwanangu, laiti kama ungekuwa unajua ujio wa safari yangu kufika katika nyumba yenu, ungefurahia. Hamna cha safari hapa. Unajua katika ukoo wetu wewe ndo mtoto mkubwa ambaye mila na desturi za familia yetu ya kichifu inatakiwa kitu chochote ambacho kinahusiana na tamaduni arithishwe mtoto wa kwanza. Nataka nikupe mikoba ili uweze kuwa mrithi wetu. Sitaki mikoba, sitaki vikoba, sitaki mikoba. Mambo ya uchawi, mambo ya ushirikina, mimi na wewe vitu viwili tofauti. Na ndio maana nimejitahidi sana kusoma ili nisimamie mali ya mzee wangu. Hata ukisoma sasa hivi Tanzania yenyewe inahamasisha utamaduni. Hivi unaelewa nini maana ya utamaduni? Utamaduni ni kwamba tusiache tiba zetu za asili, sio uchawi. Ni silaha za asili. Ni mambo ya kiasili. Kuna mtu anaweza kukuletea tafash, ukaona ya nini uende polisi wakati mkoba unao mwanangu? Alafu umechukua mwili yetu. Mwili hii ni kabisa. Mambo yako unaanza kunitekenya. Sitaki. Usitekenye, sitaki. Kwanza, unajua mimi mzee nakushangaa sana. Sababu toka marehemu baba alipofariki, hujaonekana kwenye msiba, hujaonekana kwenye 40, hujaonekana ndani ya mwezi, mpaka mwaka, mpaka sasa hivi miaka. Lakini hapa katikati hapo umeona mambo yangu yamekuwa vizuri, nimekuja na nenepa, naona mzee unanifatafata nini. Kama una shida ya hela niambie nikupe hela. Sina shida ya hela wewe, isipokuwa nina shida ya kuingia ndani. Naomba niingie ndani bwana. Nakuitia mbwa. Sio uniitie mbwa. Nakuitia polisi. Hata uite polisi. Oya, naomba niingie ndani wewe dogo. Takuchanjia. Hapa uingie. Adabu hiyo sitaki, naomba niingie ndani. Oya, sogea mlangoni niingie ndani. Vunjie heshima sasa mzee. Ushavunjia heshima mpaka hapo. Toka mlangoni niingie ndani kwa nyumba ya kaka yangu. Mbona unaniforce mzee? Unanitakia nini mimi? Tunabishana yangu. Kwa nini unanifatafata? Unanibishia Mimi nataka uniue, si ndo maana. Unanibishia Unaona sasa unaanza mikwala yako bwana. Hapa uingie bwana. Apisha niingie ndani. Utaki? Hapa uingie bwana mzee bwana. Singi. Singi ndani. Singi ndani kwa hiyo. Unafanya lolote bwana. Unafanya nini? Umeniambia nifanye lolote. Umeniambia nifanye lolote. Umeniambia nifanye lolote. Hii si ardhi, mchanga upo hapa. Sasa shida iko wapi kuchukua mchanga hapa? Sogea bwana. Unanikazia au sio? Mbwa iko wapi? Sio upi mbwa mimi. Mbwa akija hawezi kuona kitu chochote hapa. Kila unapotupa ndo unataka unaokota. Tupata tu. Nitachukua. Big fish. Mimi na wangu wa kizungu. Na ndio maana nimesoma. Nakupata. Uso nao kijijini. Nitakupata. Usinitishe. Sawa. Nakupenda wewe. Wewe jeuri. Wewe jeuri. Kama ukuzaliwa na marehemu mdogo wangu. Nimekupenda. Anaona kuja kwenye raha, tuko ni shida, mbona sijakuona? Nimekupenda wewe tu. Kwanza sikutafuti na sitaki mawasiliano na wewe mzee.
Safi. Safi kabisa. Danje. Danje. Safi. Mbona uondoke sasa? Siondoki, wewe nenda tu. Mimi sihitaji mlinzi hapo bwana. Haya, mimi naondoka basi. Abaki wewe. Ila jua nimekupenda na nitakutafuta. Oya we ni mateso, afadhali jana leo ndo masijui kesho. Bagala kwa kijiko, kizama ujiko, Sumbawanga hawaibiwa gisimu. Wewe bwana afadhali nimekuona. Hii bahati ilioje. Kweli mdai wa sugu leo kapatikana. Nipe hela yangu. Hela gani tunaodaiana? Mbona sikufahamu ndugu yangu? Nakwambia nipe hela yangu. Unifahamu mimi wewe? Wewe unanifahamu mimi? Wewe unifahamu bwana, mimi sijakopa kwa mtu yoyote. Unavyoniambia nikupe hela yako wakati hatufahamiani ni jambo la kustaajabisha hilo. Labda huyo unamfananisha na wewe nani? Aha. Nimeshakuelewa. Wewe utakuwa unanifananisha na pacha wangu. Anaitwa Isiaka Masharubu. Pacha wako? Kwa hiyo umezaliwa mapacha? Sisi tuko mapacha, tupo wawili. Kuna huyo mwenzangu ambaye sasa hivi ametangulia mbele za haki, amekufa kwa ajali ya gari. Na kutokana na ubize niliokuwa nao, sikupata hata bahati ya kwenda kumzika ndoto wangu. Mimi nilikuwa niko bize katika shughuli zangu za mambo yangu ya kozi na vitu vyangu vingine huko Sumbawanga. Kwa hiyo wewe umenifananisha na pacha wangu. Sumbawanga? Wewe Sumbawanga unakujua? Ndio nimetoka huko kuhitimu mafunzo yangu, nimerudi juzi Alhamisi. Kwa hiyo nawe vile mpevu, si ndio? Tuonyeshane sasa. Wewe bwana. Tuonyeshane, wewe umetoka Sumbawanga, tuonyeshane. Sasa utanionyesha nini ambacho sijakiona katika dunia hii? Mimi hakuna kitu ambacho sikijui. Vitu vyote navijua, yani ukiujua ule, mimi naujua huu hapa. Wewe mwenzangu unajua kipi? Tuonyeshane nione. Wewe umejifunza wapi? Wewe subiri mimi nikuonyeshe. Haya. Naona wewe hunijui vizuri. Kuna kitu? Hamna kitu. Hamna kitu? Unajua iko wapi? Iko wapi? Wewe mkubwa, wewe mdogo. Hiyo ni mambo ya zamani. Kuna watu walikuwa wanakaa Manzese darajani. Alafu kuna wengine walikuwa wanakaa pale Mburahati uwanja wa Kasuru. Alafu kuna wengine ulikuwa unawakuta pale Kigogo Mbuyuni round about kwa hapa pembeni. Alafu kuna wengine walikuwa wanakaa shule ya Uhuru Kariakoo na Mbagara Zakiem, walikuwa wakijiita Liamfipa Bwino. Ni mazingaombwe madogo. Mimi kidume. Sio kidume, yani nacheka, umenikumbusha miaka mwaka 2000. Onyesha wewe sasa. Onyesha. Kionyesho utaweza? Wewe mchezo. Onyesha. Nikikuonyesha utaweza. Onyesha. Utaweza. Onyesha. Utaweza. Habari za mayele. Yaani mbwembwe kidogo umekimbia namna hiyo. Nilikwambia wewe ng'ombe hunijui. Hapo bado hapo. Sasa tulia nikuonyesha ukenge, kwa sababu umenichokoza mwenyewe. Ngoja nikuonyesha udarweshi. Ule unaile huyu unamtokea mpaka usingizini. Oya, subiri. Vipi bwana, mbona unachungulia? Kuna kitu gani? Mbona hamna kitu? Nishakumbuka. Kumbe wewe bwana mawazo alienda mbali. Sasa wewe unajifanya unaujua ule, kumbe hujui. Nikakwambia kabisa, michezo unayotaka kuniletea utachemka.
mbona unaniletea mambo ya mazingaombwe madogo madogo yale ya kijinga? Umeelewa bwana? Basi bwana, sisi unajua tushakuwa watu wazima. Tulijana siri kama hivi basi. Fanya niishi. Sasa watu wazima tunavyoishi tunatafutana. Tunakaa chini tunaeleweshana. Wewe ilitakiwa utulie nikufundishe. Hivi vitu tunavyo. Yaani katika uchawi wangu wa kitoto ule ndo wa mwisho, yani ule ndo nimetoa grade 0. Ule. Sije kuonyesha michezo pale. Una vile ulivyokuwa hivi ule nayo wa kitoto. Sasa ule sio bwana nimetoa mtoto pale ule wa kitoto. Mimi na vitu vinatisha. Mimi na watu Tanzania tuko wawili, tuko na mimi na mwenzangu yuko Yanga kule. Anasema ana watu, wale watu na mimi pia ninao. Na watu wanatisha. Kwa hiyo next time lazima uwe na adabu. Ukiona mtu ana vitu vyake usimjaribu. Sawa bwana? Wewe unaitwa nani? Mimi nimekupenda wewe. Unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Marimba. Marimba. Oho. Basi kwa lolote lile utakalohitaji msaada kutoka kwangu, follow me back. Takufundisha vitu vidogo vidogo. Haya bwana. Sawa bwana? Mimi nashukuru. Asante bwana. Tazidi kuona. Haya bwana. Wewe kidogo. Kapumzike bwana. Haya. Kapumzike bwana. Mambo ya wizi unatiatia mdomo, unajifanya unauweza ukenge, umeonyesha kidogo Freemason, unapiga kelele bwana. Ng'ombe hujui. Sio ukiwa mchawi raha. Usikamtokee tena ukitandani nimgeuze mke wangu. Familia zenye utata, riziki mafungu, familia zingine hazijapata. Hasa niwape story baada ya baba yao kufa, na kushangaza habari dada yao hawana taarifa. Wote ni wahuni na damdengaji, pia naye kakampolaji. It's a true story, but it's not funny. Heavy post your DNA with your crafty dragoness, simba dictate. Oyawe ni mateso, afadhali jana leo ndo masijui kesho. Bagala kwa kijiko